every one of us, oh God, not one of us left out, oh God. There shall be a tongue of the working of the Holy Spirit in our lives, oh God, and that you shall bless our lives, and that you shall uplift us, oh God, and that you shall bless this English service, King of glory. And that you shall minister in the Sunday school, dear Father, that you shall minister upon our children, that you shall minister upon our fathers and our mothers, oh God, that you shall minister upon even those people you sent to us today. Wageni bana, Mungu wangu, we pray that, Father, you shall send them, oh God. How we pray that in every service we shall see new faces, we shall see new brothers who have come to stay, oh God, who have come to be with us, who have been sent of you in our midst, oh God. Father, they that you are prepared for this house, dear Father. They that you are prepared to be a blessing to this house, oh God. They that you are prepared, oh God, that they shall give their lives to you, Father, and that you shall be glorified. How I pray for that brother who is lagging behind, dear Lord, that those ones who have been bound, maybe they have been stumbled, oh God. Father, Lord, I pray that you are going to reach out, dear Father, touch their lives, oh God, in the name of Jesus. I acknowledge your grace even in the Kiswahili service, oh God, that you may bless us, that you may reach out on us, oh God, that you may touch our lives, King of glory. Thank you for what you have done with us in this week, oh God. We have seen your blessings step by step, oh God, day by day, hour by hour, minute by minute, oh God, second by second, oh God. We have seen your grace, we have seen your favor, and that now this morning, oh God, you have gathered us again. Father, Lord, I pray for a mighty move of the Holy Spirit. I pray for the ministration of your word. I pray even for the ministering, even through praise and worship, even through the choir, even through the ushers, even through the counselors, even through the smilers, oh God, that you shall minister to our lives, oh God, that you shall minister to our hearts, King of glory. Thank you for this brother. Thank you for this sister, oh God. We acknowledge your grace. You are a faithful God. You are a loving God. You are love endures forever. Thank you, Lord. Thank you, King of Kings. We give you all the honor. Father, in Jesus' name, we want to thank you. Please hold your neighbor's hand. Let us agree together for this service. Let us agree together. Let us just agree together. Shika jirani yako mkono, tuamini Mungu pamoja. Tumwamini Bwana pamoja. We need to believe God. The Bible says where two or three gather in the name of Christ, Jesus will be there. And when they agree upon something, then that something will be done. Let us agree for a blessed service. Let us agree for a breakthrough service. Let us agree together that God will bless us. Let us refuse the devil together, that we don't want the devil. Whatever the devil may propagate in our midst, let us refuse it in Jesus' name. And let the Holy Spirit of God have his way in the name of Jesus. Father, we hold each other's hand in agreement. We are agreeing together, oh God, that you are going to minister upon our lives, oh God. You are going to release your anointing in this service, dear Father. You are going to anoint the move of the Holy Spirit in this service, oh God, and that you shall bless our lives and that you shall touch us, oh God. Father, deliver us from our preconceived thinking, dear Father, that may hinder what you have planned for us as a blessing. Father, Lord, I pray that you shall have your own way, that you shall have your way, oh God, in our lives, that you shall have your way in this service, oh God. You shall have a way in our voices, in our ministration, even in our greetings, in our everything, oh God. Have your way. Let the Holy Spirit of God touch our hearts, dear Lord, in a new way. Mold us and shape us. Make us, oh God. Father, you have the power to shape us, as you asked Jeremiah, that, Lord, you have the power even to shape, dear Lord. May you shape us. May you mold us what your purpose today through your word, oh God. Minister to every heart, dear Father. Minister to the fathers. Minister to the mothers, oh God. Minister to the children. How I pray that, Father, the Holy Spirit of God will reign. Allow us, oh God, even to be in your presence. Allow us, oh God, forgive us, dear Father. Forgive our sins, dear Lord. We have committed sins against you in knowledge and without knowledge, oh God. Maybe in one way tulikwaza mtu hata bila kujua. Bwana tusamehe, Bwana tusamehe. Mungu wa rehema, tulinena neno likaumiza moyo wa mtu. Tusamehe Bwana, tutakase Mungu wa rehema. Baba, tutembelee, tunahitaji uguso wako, tunahitaji uguso wako Bwana. Mungu wa rehema zote, ukatugusa tena Bwana, ukatusaidia, ukatuinua kiwango nachotamani tufike Bwana. You are God of a new thing, oh God. How I pray that as you do a new thing this morning, oh God, that we shall qualify to enjoy the new thing, oh God, even to have the experience
experience of the new thing that, Lord, you are doing. May your light light up our lives, oh God. You have said in your word that we are the light of the world, that we are the salt, we are what your purpose that we may be, oh God. How I pray that, Father, you are going to help us, King of glory, that we are going to be that light, dear Father, that you are going to be that salt, King of glory, and that you shall be glorified. May your presence abound upon us, even those ones who are still coming. Hata wale Mungu ameshikwa na shetani, amekatana maisha yao, leo tunatangaza katika jina la Yesu, waachiliwe katika jina la Yesu, waachiliwe waingie katika nyumba ya Bwana katika jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. We are agreeing together, oh God, that we shall minister to our brothers and sisters, that we shall touch lives, oh God. Kuna wale hawawezi enda kanisani, wameshikwa makazini, wengine hospitalini, wengine police station, wengine kwa immigration, wengine kwa customs, wengine ni madreva barabarani. We pray for them, oh God, that the Holy Spirit of God will touch them, and that, Lord, you are going to minister to them. Others are sick, dear Father. We pray for healing. We pray for the ministration of the word, of the favor of the Lord. Even others are traveling, dear Lord, we pray for journey mercies. We pray for the protection of God. Others are mourning, dear Father. We pray for them, oh God, that the Spirit of the Lord will encourage them. Father, we acknowledge you in our presence in this town of Namanga, in this county of Kajiado, in this country of Kenya, dear Father, and all the nations, oh God, that your touch shall abound, dear Father, that you shall minister even to those brothers who are in the still countries, oh God. Father, that you may touch them, oh God, that you may reach them, dear Father. Those ones who are having secret churches, oh God, we pray that through your grace, dear Lord, you shall minister to them. Let your presence abound in a mighty way. We acknowledge your grace, oh God. We acknowledge your favor. Thank you, Lord, for our children, even as they go for their Sunday school. We pray for the teachers that you shall use them, and that, Lord, your name shall be glorified. May your presence abound everywhere, oh God. We need you in this compound. We need you, Father, in this city. We need you in our homes. We need you everywhere, oh God. Thank you because you are faithful. You have said, call unto me and I shall answer. Father, Lord, I pray that you are going to stretch your hand and answer our prayer. Though there are those brothers we have not seen in church for a long time, oh God. We don't know what happened to them, how we pray for them, oh God, that you are going to touch them today and let them come to the house of God, and let your name, Father, be glorified. We honor and praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Let's put our hands together for Jesus. As we welcome the praise and worship team, that they may take their place and that you may be blessed of the Lord. Amen. Praise and worship, take up your place. And you are beautiful. May God bless you. We love you guys. Amen. Can we encourage them this morning kwa kupiga makofi pamoja na wao tunapoingia kwenye sifa? Hallelujah. Tutaendelea kuzoea, wengine hatujazoea ukaa mahali umejikuta, lakini tutazoea tu. Amen. Msipende ukuta. Kunakuwa na umbu hapo. Napenda kusema ukuta zinakuwa na umbu. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana. You have my anointing. Go ahead. Thank you, Jesus. Hallelujah. Asante Bwana. Fungua kinywa chako mbele za Bwana ukamshukuru Bwana asubuhi ya leo. Kamwambie Bwana, niko mahali hapa. Nimekuja kukuabudu, nimekuja kukuinua, nimekuja kukutukuza. Nimeleta ibada yangu mbele zako asubuhi ya leo. Mwambie Bwana ni yeye tu asubuhi ya leo. Hakuna mwingine kama yeye. Amekuwezesha, amekuneemesha kupatikana katika ibada hii. Ni kwa nguvu zake, ni kwa uweza wake, ni kwa fadhili zake, ni kwa neema yake, si kwa nguvu zetu wala uweza wetu. Ni kwa neema yake ya kipekee ametuwezesha. Ni upendo mkuu ametuwezesha kupatikana katika ibada ya siku ya leo. Wengi walitamani kuona siku ya leo, lakini hawajaweza. Ni neema ya ajabu Bwana ameachilia juu ya maisha yetu kupatikana mbele zake kumwabudu. Inue Bwana kwa sauti yako, mwabudu Bwana ukisema anastahili. Hakuna kama yeye asubuhi ya leo. Hakuna wa kufananishwa na Bwana. Hakuna wa kulinganishwa na yeye asubuhi ya leo. Yeye ni baba yetu. Yeye anatupenda, yeye anatujali. Kuna mwingine kama yeye. Ni yeye wa kuinuliwa tu, ni yeye wa kuabudiwa tu asubuhi ya leo. Ni yeye wa kuinuliwa katika maisha yetu. Hatuna Mungu mwingine kama yeye. Asante Bwana. Asante Jehova. Asante mtakatifu asubuhi ya leo.
tumekuja na moyo wa shukurani, tumekuja kusema ni wewe tu, tumekuja kukuinua Jehova Nisi. Asante Bwana, asante Mtakatifu. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu, 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 wewe ni Baba, tunakupenda, wewe ni Baba yangu, wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu, wewe ni Baba, twakuinua, wewe ni Baba yangu, wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu, wewe ni Baba, twakuinua, wewe ni Baba yetu, wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu, wewe ni Baba, twakuabudu, wewe ni Baba yetu, wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu, wewe ni Baba, twakusujudu, wewe ni Baba yetu, wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu, wewe ni Baba, twakuabudu, wewe ni Baba yetu, wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu, viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakuabudu, Yahweh, ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakuabudu, Yahweh, ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakusujudu, Yahweh, wewe Mesia, viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia, vinainama, vinainuka, mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia, na sisi hapa tunakuabudu Baba, ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia, na sisi hapa tunakuinua Baba, ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia, na sisi hapa tunakuinua Yahweh, ni wewe Mesia, viumbe vyote
unamwabudu Bwana, ukamwinue Bwana kwa sauti yako, ukamwambia yeye anastahili tu, ukamwabudu kwa neema yake, ukamwabudu ni kwa sababu ya upendo wake, ukamwabudu ni kwa sababu ya neema yake ambayo ameachilia kwetu. Yesu, tunakuabudu asubuhi ya leo, tunakuinua na vinywa vyetu Bwana, tunakutukuza na mikono yetu, kusema unastahili Bwana, kusema hakuna kama wewe Bwana. Asubuhi ya leo tunakuinua Jehova, asubuhi ya leo tunakutukuza Mesia, tunasema unastahili Bwana, tunasema hakuna kama wewe Bwana. Asante kwa neema yako Bwana, asante kwa fadhili zako, asante kwa ukuu wako Bwana. Oh Yesu, ni wewe, ukuu wako maishani mwetu ni sababu ya kukuabudu, upendo wako maishani kwetu ni sababu ya kukuabudu, neema ya kipekee kwetu ni sababu ya kukuabudu Bwana. Asante Bwana Yesu, umetamalaki katika maisha yetu, tumeona ukuu wako Bwana, tumeona fadhili zako, tumeona neema yako wiki mzima Bwana, umetembea pamoja nasi. Yesu, tunakuabudu Bwana, tunakuinua Yesu, tunakutukuza, tunasema kuna kama wewe. Ibada hii tunakupa asubuhi ya leo, ukapokea ibada ya mioyo yetu, ukapokea maabudu yetu asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Tunapojitakasa mbele zako, yamkini wiki mzima Bwana tumetembea kwa njia zisizofaa. Yesu, tunatubu mbele zako. Yesu, tunaomba msamaha wako, tunaomba utakaso wako asubuhi ya leo, na ili ibada yetu ikakubalike mbele zako katika jina la Yesu. Tunakuinua Jehova, tunakuabudu Mesia, ni kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu. Wastahili asubuhi ya leo, wastahili Mtakatifu, wastahili Mesia, wastahili sifa za mioyo yetu asubuhi ya leo. Asante kwa kutupenda Bwana jinsi tulivyo, asante kwa kutupenda asubuhi ya leo Jehova. We worship you, we give you all the glory Jehova. Unastahili Bwana, unastahili Yesu, unastahili Mtakatifu. Wengi walitamani kukuabudu asubuhi lakini haijawezekana, wengi wamelazwa hospitalini, lakini Bwana umetupatia afya, umetupatia uzima, umetupatia kibali tena. Tunakushukuru Baba yetu, tunakuinua asubuhi ya leo, tunasema ni asante Mtakatifu, asante Bwana, asante Mtakatifu, asante Jehova kwa amani ambayo umetupatia, asante Bwana kwa fadhili zako maishani mwetu. Hatujaona kama wewe Yesu, hatujaona kama wewe Mfalme, hatujaona kama wewe Jehova Yesu. Asante Bwana, asante Yesu. Tukulinganishe na nini asubuhi ya leo? Tukufananishe na nini asubuhi ya leo Jehova? Tunakuinua Jehova, tunakuinua Mesia. Sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna
mikono yako mbele za Bwana. Unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili, hakuna kama wewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili mwenye nguvu, unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili, hakuna kama wewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Bado sijasikia. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hey. Hallelujah. Mwambie jirani yako tunaenda kusifu Mungu asubuhi ya leo. Sijui kama mko tayari kusifu Mungu. Hallelujah. Amen. Kama mimi Jumapili nilikuwa siwezi, lakini asubuhi ya leo naweza kuongea. Asubuhi ya leo nilikuwa siwezi kutoa hata sauti, lakini leo hii sauti ndio hiyo. Mungu asifiwe. Hallelujah. Amen. Naomba tukasifu kama tutasifu tena. Hallelujah. Hallelujah. Makofi kwa Bwana Yesu. Makofi ya kwa Yesu. Wale wenye Mungu wakipiga makofi ya ushindi kwa Yesu. Baba, umetamalaki.
Yesu wa baraka, 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 Yesu atupenda, Yesu atupenda, Yesu atupenda, Yesu atujali, Yesu atujali, ametubariki. Yesu wa upendo, Yesu wa upendo, ametupenda. Just open your mouth, start thanking God. Ambia Mungu anaweza. Just speak to God this morning because He is here with us. Just tell God that any burden that you have come with, our Lord is so grateful. Our Lord is so faithful. Our Lord is mighty. There is none that is impossible to Him. Anasema Johni kwangu nami nitawapumzisha mizigo. Neno la Mungu katika kitabu cha Yohana 16 na mstari wa 24. Neno la Mungu linasema ya kwamba na kanena na wanafunzi akawaambia, hata sasa mjaomba niambie semeni chochote kwa jina langu nami nitatimiza hoja za maisha yenu. Our God is faithful, but we need to call upon His name. We need to tell Him. We need to tell Him. We need to speak to Him this morning. Just open your mouth, start speaking to God. Tell God what you have. Anakujua ndani, yeye ndiye anajua siri zetu. Nena na Mungu asubuhi ya leo, mwambie hicho ambacho unaona ni kigumu.
running block in your lives, just tell him he is so faithful. He says, call unto me, nami nitaitika, nami nitakujibu. Sekreteri mazetayanda, riakotoria rababozetayanda rabozeria. Jehovah, you are faithful. We are here. We have come again, Jesus. Thank you for giving us time to praise your name. Richeketeria babozotoyanda, rianda mazeketaria rabazeria. Watoto wako tuko hapa, Mungu wa rehema. Tumekuja Baba Mfalme na matarajio. Wengi mioyo yetu imeinama. Wengi Mtakatifu wa mbinguni, amiri yetu haina nguvu. Wengi Mfalme wa rehema tulemewa na mawazo. But you say that you are not like human. You say that your promises are yes and amen. Our eyes are focused unto you. Kama Daudi Mfalme wa mbinguni, msanda wetu unatoka kwako peke yako. Wewe uliyezijenga mbingu na nchi, msanda wetu uko kwako peke yako. Our eyes are just turning unto you. We are focused unto you, God. Jesus, we worship you this morning because you are worthy. Asante kwa sababu ya kutuhurumia. Kama sio wewe Yesu, hatungekuwa jinsi tulivyo. But it is because of your power and your mercy upon our lives, O King of all glory. Jesus, we worship you. Jesus, we worship you. We worship you for your holiness, O God. Tusaidie kutembea katika njia zako, kukujua Baba Mfalme na hofu yako ndani yetu. Tukatembea Baba kama shujaa ambao wamepiganiwa na wewe. Baraka zako tunakukimbilia msaada wetu, tunakukimbilia mlima wetu katika jina la Yesu. You are the Jesus. You are the Lord. Wewe Yesu, peke yako unasifu, peke yako unaweza, peke yako unatosha. Jesus, we worship you for your glory. We worship you for your power. Jesus, Jesus, we give you praise. We give you all the glory. Thank you for blessing our lives. Thank you for ministering to our hearts. Thank you for the wonderful time you have given us to praise you. Thank you for the wonderful time you have given us to worship you. Thank you for the time that you have given us, Lord, to be before you. We want to thank you, we want to exalt you. We honor and praise you. As we come to the foundation word, we pray that the Holy Spirit of God will reign and minister in our hearts, and that, Lord, you may be glorified in every step. Give us, Lord, to learn the mysteries of the kingdom. Give us, Lord, to learn the purposes of God. And that, Father, in this learning, you may be glorified. We honor and praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Let's put our hands together for Jesus. Amen. Amen. Let's put our hands again for Jesus. Hallelujah. 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 Turn to 3, 4, 5 people. Give them a high five. Welcome them in the house of the Lord. And God bless you. Amen. Amen. Hallelujah. Let's appreciate the praise team as we give them the break. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Hallelujah. Welcome somebody to have their seats. God is good. Do I repeat again? God is good. God is good. Can you say it like you mean it? God is good. And all the time? Wow, praise be to God. Jane peke yako, God is good. And all the time? Wow, yes. Praise be to God. Brethren, things are getting better. Amen. I can assure you before God, things are getting better.
Amen. You are getting better. Turn to somebody and tell them you are getting better. Don't let the devil tell you like you are still lagging where you used to be 10 years ago. You are moving on. Praise be to God. In this year of the Lord's favor, with the new beginnings, praise God, in the season of divine visitation, hallelujah, it is a time for us to receive from God. Can I hear an amen? And brethren, you must prepare yourself to receive. Can I hear an amen? You must prepare yourself. Don't allow yourself to be stagnant. Open up. Hallelujah. Open up. Amen. If you have gone to the supermarket, unaulizwa uko na bag ya kubeba vitu. Hallelujah. And some people prepare at home. They say, they remind each other, tunapitia supermarket, beba bag. Amen. Because you are expecting to put something in that bag. Brethren, let us be ready. Let us be opened up to the blessings of the Lord. Hallelujah. We have a visitor here who came to this house, and she is shouting to us every morning that we have a vision. Amen. Look at your neighbor, tell your neighbor, we have a vision. The vision we have, brethren, is a world won for Christ. A world won for Christ. That means for us, everybody is a client. Amen. Kila moja ni mteja wetu. Amen. And what are we out for? We want to win the world for Christ. We want to win our children for Christ. We want to win our young people for Christ. We want to win all the people for God. Praise be to God. And that one, nobody can do it alone. That's why we are putting it as a vision of the church, of Redeemed Gospel Church. A vision to win the world for Christ. Can I hear an amen? Wewe ukiwa mtoto pale, unakuwa na hiyo vision. Kama uko kwa hii kanisa, ya kwamba tunataka tufikie ulimwengu kwa sababu ya Kristo. Kwa hivyo ule mnasoma na yeye, ule mnashindana na yeye, mahali mnaweza ukamkaribisha pazuri ni kanisani. Tuko na DVBS. Unataka akuja mjue Yesu. Unataka ajue kile Yesu anatenda. Kama wewe ni mama, you are there. The mothers you spend time with, you want to see them won for Christ. I'm not talking about won for the church. Hapana, won for Christ. Unasikia kila mama akiwa kule mtaani, wamama vile wanapikaka, unasikia mafulani walikosana kwa sababu ya sufuria fulani. Kwa nini mnakosana juu ya sufuria? Uza Kristo katika hiyo mchele. Kana hii amen. Wakati mnachagua mchele, hubiri injili. Unaona vile tunatoa mawe, unaona vile tunatoa mchele na makana mna hiyo, na kuambia biguni itakuwa hivyo. Kuta watu watotoroa hivyo, hawatapikwa, hawatafaa, hawatastahili. Mimi naomba Mungu anisaidie, nisichaguliwe nitupwe nje. You are preaching the gospel. Wakati mnachagua mchele. Bwana asifiwe sana. Kama mnataka kusengenya, sengenyeni Yesu. Amen. Mnasengenya Yesu. What are you doing? You want to win the world for Christ. Praise be to God. You know the devil is a liar. Unakuta ile mama inaongelewa kwa saloon. Hebu jitengeneze nywele, unaambia unajua naenda kwa saloon. Natengenezwa nywele na kumukaka wana wa Israeli wakitoka nchi ya utumwa. Mungu aliwaambiwa nyoroshwe nywele vizuri. Watengenezwe smart. Na akawaambia kwamba muende kwa majirani zenu, muombe mikufu ya dhahabu na ile chains za dhahabu. Hallelujah. You could see even the old mothers. The old mothers wa mama wengine wana miaka mingi walikuwa natoka pale mpaka akiangalia na akiwa anasema guy now I look 17. Ni vile wako smart. When you are in the salon, you want them to be look for smart for, so you want them to look smart for Jesus. Praise be to God. Unasikia kwamba hata Mungu mwenyewe anasema unapotokelezea mbele za Bwana, tokelezea ukiwa mtu amejiandaa. Penda hapana enda hapo na ugali na sukuma iko kwa meno. Piga mswaki. Kana hii ni amen. Kamdomo kananukia vizuri. God loves cleanliness. Praise God. God loves people who know themselves. Hata kama ni mtoto mdogo. You know, wajamaa hapa wanafikiria kwamba nini kanisa ni ya watu wazee. Let me tell you, mtu anaitwa nani? Daudi. Daudi aliitwa na Kristo akiwa mtoto mdogo. Paka ule jamaa anaweza mmenitumia kakijana mnanitumia nini? Because he was just a young man. He was not like the young men of today. Young men of today nataka asukumiwe Yesu mpaka aambiwe kwamba yeye jitahidi uweze kupatikana kanisani mapema, jitahidi uweze, yani wanabembelezewa. Lakini Daudi hakuwa hivyo. He was a world won for Christ. Praise be to God. How will we do that? By reaching the unreached with the gospel. Let me tell you, brethren. Hallelujah. There is one thing that God has given us that is unchallenged.
haiwezi katua changamoto. The gospel of Jesus Christ, that Jesus was born by a virgin. Amen. He walked this world, he preached the gospel, and he was crucified, and on the third day he rose from the dead. That is the gospel. Praise be to God. He rose from the grave. How do we know he was God? Because even when he was worshipped, you know, like now I'm your pastor and I know many rules about God. I mean, ni mchungaji, najua mambo mengi kuhusu Mungu. Moja ninajua ni kwamba Mama Chris, huwezi kuja hapa ukuje uniinamie uweke kichwa chini na mimi nimesimama hapa kama mchungaji. Siwezi kubali, because I'm not supposed to be worshipped. Praise be to God. It is only God who is supposed to be worshipped. So when they came and bowed before Jesus, he never told them, rise up, you should not worship me. They worshipped him because he was God, and he accepted the worship because Jesus was God. Can I hear an amen? So that's why we are reaching the world with the gospel. How do it, brethren? How do we do it? Can I hear an amen? How do we do it? Hallelujah. We do it. Wale mnakuja mmechelewa, nimesema watu kukaa huko nyuma. Are you getting me? Baba Patrick, kaa nyuma kabisa. I don't want people to crowd hapa kwa vyombo. I don't want that. The ushers, that is your work. Mtu akiingia ndani ya kanisa mnamuonyesha mahali anapaswa kukaa. Are we together? Praise God. Ndio tuende vizuri. We are doing something and we want to win the world for Christ. If we want to win the world for Christ, we must be orderly. Can I hear an amen? We cannot be forward and expect to win the world for Christ. We must be orderly. Kwa hivyo ukija unakubali kuelekezwa. Are we together? Yes. Number one, the core values. Ile mambo itatusaidia tuweze kufanya hiyo kazi. Number one is that we must depend on God. Can I hear an amen? We must depend on, tunamtegemea Bwana. Kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya teens wetu, kwa sababu ya wanarika wetu, kwa sababu ya wamama wetu, kwa sababu ya wazee. Hatutawapiga ndio wampende Mungu, lakini tutategemea Bwana. So we shall be a church of prayer. Can I hear an amen? Praise be to God. We believe in family. That's why I talk about jamii. Wapendo, there is no way we shall preach the gospel na unapiga mke wako. Majirani watakujaji kanisa? Wewe ni kijana, mtoto, unaonekana ukienda kanisa, na huko nje ndio unatukanana, ndio naiba kuku za watu, ndio unafanya vituko. Wewe hauna Mungu, hata ukionekana huko hakuna kitu kinakaa kama Mungu huko nje. How can it be? Number one, how we shall reach the world is by taking care of our families. Watoto wetu ni lazima wasome. Lazima wapelekwe shule. Kama wewe ni mzazi kwa hii kanisa, watoto wako ni lazima wasome na wapelekwe shule nzuri ambayo uwezo wako unaweza kumpeleka. Can I hear an amen? Na kama umeshindwa, enda kwa welfare department. Waambie mtoto wangu amefukuzwa shule, amekaa mwezi mzima nyumbani. Sijui nitafanya nini. We will take care of your child. Can I hear an amen? Praise be to God. Bwana apewe sifa. Because we want to encourage people on family. Jamii. Number one, jamii. Mke, kama uko hapa wewe ni mume, kitu cha kwanza inakuqualify. Tuweze kupea heshima inayostahili kama baba. Ni lazima tuone unampenda mke wako. Nobody said amen. Unampenda nani? Mke wako. Are we together? Jana nilikaribishwa mahali nikaenda nikaambia watu, hawa watu ni warembo sana. Mke wangu hakuwa. Hawa watu ni warembo sana, wanakaa warembo. Na wakafikiri nitasema, nikawaambia lakini hata wakiwa warembo hakuna mmoja anaishinda mke wangu, and that's the truth. Angalia jirani yako mwambie, mke wa pastor ni mrembo sana. Are we together? Kocha ukisimama hapa si unajua mrembo wako ni nani? Yes. Praise be to God. Hallelujah. So brethren, when we want to reach the world for Christ, we must take care of our families. Wewe kama baba ni lazima umpende mke wako. Hata kama ni kisirani, walikuweko wengi kwa mtaa. Walikuwa wamejaa. Wakati ulikuwa unachagua, huyo kisirani alikuwa ule mpole, anatembea tena polepole, ataongea polepole, anafanya mambo polepole, hakasi kisirani alikuwa. Praise God. Na Mungu akakupea kiwanja kizima uchague ule unataka. Na Mungu hakukuambia chukua huyu, hapana, ukatokelezea ukaenda pale. Ndio sababu naambia vijana wale mjaoa na wale mjaolewa, tafadhali usituletee kisirani hapa. Wako mbele yako, chagua.
na ule utatuletea, usituambie baadaye baba mwingine. Yes, chagua ule ambaye utakufa na yeye. Are we together? Chagua ule ambaye bomu ikirushwa kwa nyumba utaralia ukufe wewe abaki. Am I talking? Yes, sio kwenda huko. Mungu amekuwekea mbele yako, chagua wa kwako. Ndio ujenge nini? Jamii. Na wewe mke, niwaambie wake wale mko hapa. Let me tell you brethren, hata kama mume wako ako vipi, hata kama apigaki muswaki, hata kama anakaa namna gani, wakati alikuja kwako si ulikuwa na haki ya, unajua pasa nauza watu fulani, unamchukua huyu awe mume wako wa ndoa, muishi na yeye. Usituambia kama unajua huyu alinioa na sasa ananipiga na sasa ananyima chakula. Siku ile mlienda kwa hoteli ukiwa msichana ukaona hakununui chakula, huku jua hii itaendelea. Bwana asiwe sana. Huku jua itaendelea, ukasikia kuambia fulani uko na pesa ulipe. Kuanzia siku hiyo ungejua ya kwamba mimi nitakuwa nanunua chakula kwa hii nyumba. Na kama utaki mtu utakuwa unanunua chakula mapema mwambie hii mimi sitaweza. Kama mmeenda naye unaona ya kwamba ati mmeenda kunywa chai mahali na amekusahau na uko hapo anaanza kuguzaguza mawaita, anaanza kufanya, si jitoe mapema. Bwana asifiwe. We want to build families that are strong. Kuwa na mtu, kubali mtu ambaye unaona wewe ni wa maana kwake. That's what we are talking about, having strong families. Kwa vile wale hamujaanza, Biblia inasema ya kwamba mtu asiingie kwa hii jambo bila kufikiria. Fikiria. Haleluya. Fikiria, jiulize hivi, huyu mtu tumeanza kuzaa watoto. Na unajua mtoto akizaliwa hakufi. Si wewe ulikuwa mtoto? Angalia jirani yako, nisaidie kumwambia ulikuwa mtoto. Ulitupwa. Ulikufa. Si mpaka leo unajua baba yako na mama yako. Hivyo kwa hivyo ukizalishwa ujue sasa ni hapo. Umeshazalishwa sasa. Wewe mwenyewe ulikubali kuzalishwa. Sema amen. Si mnajua kuzaa ni process. Si uliingia kwa hiyo process. Usituletee. Ni lazima unyenyekee kwa huyo. We are talking about core values. Familia ni ya maana sana. So when you are entering into a family, make sure you are entering in the right family. Wewe mume mpende huyu mke, na wewe mke kubali ya kwamba kama wewe ni mtu wa Biblia, Biblia inasema ya kwamba wives submit to your husbands. Mimi vitabu vingine sijuagi. Mimi si Muislamu, mimi si mpagani, mimi ni Mkristo. Na hata wewe si Mkristo. Biblia yetu inasema ya kwamba mke afanye nini? Asubmit kwa mume wake. Kwa hivyo get married to a man you will submit to. Can I hear an amen? Number 3, watoto. You should honor your parents. Honor waheshimu wazazi wako. Wawe wana pesa, wawe hawana pesa, wawe wako vile walivyo. Let me tell you mtoto. Biblia inasema ya kwamba heshimu wazazi wako. Hallelujah. Na hiyo ndio mwanzo wa kubarikiwa. Utabarikiwa watu washangae. Kwa sababu you honor your parents. Wacha kumuita majina ya kumudhararisha. Mpatie heshima yake. When you are talking about your father and your mother to other people, ongea na heshima. God is listening. Hallelujah. Wakati uko nyumbani na uko hapo nyumbani hakuna mzazi hapo, ukiongea na watoto wengine, speak with respect for your parents and you shall be blessed. Wacha kuambia wengine ya kwamba wacha uone ile said itakuja. Let me tell you, God is listening and he is the blesser. God is listening and he is the blesser. Your mother, your father is not going to bless you. They may give you something, but the blessings will come from God. So you must remember that God is listening, and so you must honor your parents. Can I hear an amen? Honor your parents. Fellowship, ushirika. Wapendwa, ushirika. Amen. Wavuta bangi wote, wakunywa pombe wote, wavuta sigara wote, hiyo ingine, makahaba wote, chochote unachojua, haki kwanza na mtu mwenyewe. Uliza jirani yako ni kabila gani? Si ni kabila ya mama yake? Alikuta watu wanaongea lugha ya mama yake na yeye akaingia. Ushirika. Sema ushirika. Ushirika. Ukianza kuingia kwa ushirika, watu wanavaa nguo mpaka hapa, unahesabu masiku. Hata wewe utakata yako. Haleluya. Utakuwa mnaenda na wao mahali unaangalia unaona kwa mimi ndio navaa kidress hapa. Wengine wanavaa tukatwa.
tukatoa kidogo. Hata mimi kesho utakukuta na makasi ukikata, na unaangalia sema niko smart, kwa sababu wale tunashindaga nao wako aje, wako namna hiyo. Ushirika, wapendwa, our core values is ushirika. Tunakuwa na ushirika, na unakuwa na ushirika na watu wanaompenda Mungu. Unakuwa na ushirika na watu wanaompenda Mungu. Ukiwa na ushirika na watu wasiompenda Mungu, utaacha kumpenda Mungu. Kwa hivyo kuwa na ushirika na watu wanaompenda nani? Kama ni youth, kama ni teens, kama ni nani, have fellowship. Na wazazi niwaambie, let me tell you parents, you listen to me. Hallelujah. Bwana apesi. Unajua nilikuwa nasikiliza mahali, nilikuwa nasikiliza hii kipindi cha huyu mwanamke anaitwa aje na kuja kwa Citizen. Huyu anaongea juu ya anaitwa Bi Safari. Sasa mmoja akasimama pale among the young stars, akamwambia Bi Safari, unajua sasa sisi hatufikirii kama nyinyi, kwa sababu sisi tuko kwenye kizazi kingine ambacho si kama kizazi chenu. Kwa hivyo ni lazima mtupatie nafasi na sisi katika enzi yetu, katika kuwa na mawazo ya namna. Bwana asifiwe sana. So whether we like it wazazi, ni lazima ujue kuna ile age difference. Are we together? Na kuna mambo atafanya na uone kana kwamba haipaswi kufanya hivyo, lakini ukimsubiri tu kitakuelezea vizuri. Unaweza kuta ameweka maji ugali, ameweka ugali na ameweka inakuwa uji na ameenda kula hivi. Na unasema ugali haipika hivyo, anakuambia ngoja. Pengine ugali ya siku hizi inaweka unga inachamuka na ikitolewa imeshaiva na ni ugali. Ngoja hata wewe uone. Isipoiva simu yote mtakuwa wote pale. Muulize sasa ni nini umetengeneza, akwambie kile alikuwa nitafanya. Ndio mwambie akifanya hivyo, inafanya hivyo. Mwenyewe amekubali nimeharibu, kwa hivyo nifundishe nitengeneze. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukienda hoteli coach na mko na Brighton, wewe umezoea ile hoteli inauzwa ugali na maharagwe. Na nakwambia ndio hapana, twende kwa ile hoteli na inauzwa 500. Ukienda pale coach, haukuli ugali na maharagwe. Unakula ugali, unaletewa matunda, unaletewa appetizer, unaletewa kitu kingine na kitu kingine. Sasa kule unalipaka unaletewa maharagwe na shawashi. Lakini huku unaletewa vitu vingine. Ukikula hiyo, afya yako inakuwa nzuri. Wacha kunungunika. Kubali kieleweke pole pole. Are we together? Family. So family ikuzwe katika njia ya kuweza kuheshimu watoto pia na usiwachokoze kama mzazi. Core values number 5, souls of men. The nafsi za watu. We must respect each other kama mtu. Are we together? Core values. Number 3, integrity and excellence. What do our mothers call themselves in this church? Women of excellence. Kuvaa kwao. Excellence. Kupika kwao. Usiseme. Ambia ukipikiwa pilau na mama wa kanisa. Tashangaa. They are women of excellence. Ana hii ni men. Hii unashinda ukisumbuka bure. Pikiwa na mama. Wacha kuonana hiyo. Are we together? They are women of excellence. Wakikupikia ugali. Usiseme. Wacha watengeneze chapati. Utaenda ukijiongelesha. Are we together? Wacha uone wametokelezea mahali. The other day we went to a meeting in Kitengela. Na wamama wa hili kanisa walikuwa pale. I'm telling you, everybody alienda akiongea juu ya the women of excellence of Namanga. So you must be a woman of excellence. Hata ukienda kwa salon, tengenezwa nywele excellent. Kama huna pesa ya salon, chanua with excellence. Are we together? We have our youth. Let me tell you, wanarika wetu, you must be youth of excellence. That's what we are talking about. And integrity. Mtu ambaye ana heshima zake. That is integrity. Angalia jirani yako mwambie uwe na heshima zako binafsi. Are we together, brethren? Kama wewe ni mtoto, you are a teen na uko kwenu nyumbani, wacha nikwambie mwana teen, ni lazima uwe na heshima zako kwenu. Una heshima zako. Mzazi anakujua vizuri. Wewe ni mtoto msichana. Na ukiamka asubuhi una heshima zako. Kuna mambo huambiwi. Wewe ni kijana, you are a teen kama Brighton. Kuna mambo sio lazima mama akwambie. Hallelujah. You wake up in the morning and you say, I'm going to wash that dish. Brush vizuri. Unaweka smart. Ndio akitoka anajua this is Brighton. Heshima zako. You are a smart young man. Hata ukitoka nyumbani you are smart.
Hallelujah. You are smart. If you come to the church, you are smart. We are reaching the world for in smartness. That is integrity. Uwe na heshima yako. Wewe ni mtu unaoga bila kuambiwa. Na wewe ni teens. You go to the bathroom bila kufosiwa. That is integrity. Unaosha nguo vizuri. Ukienda kwa meza kukula, unakula na adabu. That's what we are talking about. And that way we shall reach out to the world. That is called what? Excellence and integrity. Unafanya mambo vizuri. Ukipewa upigirie utengeneze mlango mahali na mzazi, upigi mbao inakaa hivi, unafanya kitu excellent. Kama umeajiriwa mahali kama Baba Mwangi, ukifanya kazi yako, you are building, you do it excellently. Paka mwenye hiyo mjengo anakuja anasema, na hapa kulikuwa na fundi. Bwana asifiwe sana. That is what we are doing, excellence. Because huyo mwenye hiyo nyumba, huyo ambaye umejengea, kesho ataka kuuliza unaenda kanisa wapi? Because ameona excellence in you. Unajua kuna watu wameenda kanisa kwa sababu ya msichana wa kazi. Umeajiriwa mahali, unafanya kazi excellently. Mpaka unapendwa kwa hiyo boma huwezi tolewa. Because you are an excellent person. Haufanyi fogodhari. Uko shuleni unasoma. Unasoma excellency. Wacha kusoma kana kwamba already uko kwa jalala. Mimi ni bure, hata hakuna mahali naenda. Let me tell you, work hard with yourself. You must have your own respect. Excellence. Tunapoenda kupokea matokeo ya mtihani zenu, tunaenda kuta ya kwamba hata kama uko mkia, wewe uko mkia, lakini you did excellently. Kila kazi ulifanya, hata kama ulianguka hiyo hesabu, inaonekana you are doing something. Can I hear an amen? You must work with excellency and integrity. Mimi sitarajii mtoto wa hii kanisa awe ako kwa list ya noisemakers. Sitarajii. Integrity. Unajua kila wakati naambia wacha kula biliji kanisani. Hiyo ni kutokujiheshimu. Kwa nini pastor akikuangalia unanyamaza sana? Unajifanya huna? Si ni kwa sababu you know you are doing wrong. That is called kukosa adabu. So you must be a person with integrity. Are we together? Kama ni wakati kuna chakula hapa, unakula, unatembea kwa laini kwa heshima. Hiyo ndio inaonekana huyu mtoto ni mtoto ana heshima. With integrity and excellence. I'm telling you, these are the things, the core values. You are expected to have those values. Namba ngapi ya chini? Unity and teamwork. I talked about women of excellence. You must be one in the team. Can I hear an amen? Tukisema ya kwamba na wazazi tafadhali na waomba wazazi. Wazazi, mzazi tusaidiane kusaidia hao watoto. Tusaidiane. Sawa? Kama sasa tukiweka kitu kama DVBS yangu. Hallelujah. Tukipanga ya kwamba kutakuwa na couples dinner. Wacha kuita mkutano wa mchungaji. My thing is just to tell you, brethren, we need to have a couples seminar. What a couples seminar? We want to kunyorosha mambo 2-3 kwa jamii zetu. Tunataka tuelewane, tuongeleshane. Hallelujah. Tufanye nini? Tuongeleshane. Tusaidiane. Pengine kuna mtu pale ambaye hajaelewa vizuri kuishi na mke ni nini na mwingine hajaelewa hata kuongea. When we have a couples dinner, we are going to talk about that. Tukisema ya kwamba dinner ni 1,000, wacha kusema kana kukaa maskini hoyae. Ukifiwa saa hii utatoa 1,000 zote za kwenda nyumbani. Kwa nini usitoe 1,000 uji nice? Ukigonjeka uende pale uambiwe, ama usikia kwamba mtoto wako amegonga mtoto mwingine na pikipiki ama amemgonga na baiskeli na inahitajika mtoto huyu apelekwe hospitali, unaanza kutafuta. Yani huwezi kujinice na 1,000 ukaweza pesa hiyo pesa yote. Acha nikwambie, we must have fellowship. Na fellowship is expensive. You don't expect me to pay for you. Atikile wakati ukienda pale umelipiwa. Huwezi ukajilipia na uko kazi. Pastor ametununulia dinner. Huwezi kujinunulia. Hii pesa yako unaweka ikupeleka wapi? Tanjiwekea ya siku mbaya. Si utumie kwa siku mzuri. Praise God. Ili ujenge nini? Ushirika. Are we together? We are talking about having what? Unity. Kuwa na umoja. Wapendwa, unity is expensive. Am I talking to somebody? Tukisema tufike kanisani 1:30, don't think mimi sina kitanda. Atufikirie kitanda yangu ikuwagi na joto. Ama mimi sipendi kukunywa chai. Ama pastor ako hivi. Let me tell you, let us unite. If we said tufanye kitu na tufanye pamoja, we shall go far.
Nakumbuka wakati ndugu yetu Ng'ang'a yako pale. Ng'ang'a alikuwa anashukuru Mungu, we have a man. Tumpigie Ng'ang'a makofi hata kama hayuko. Huyo mzee tulikuwa tunasema ya kwamba tunakuja kukatakata minyaa. Mzee Ng'ang'a alikuwa anakuja na panga mbili na ako peke yake. Panga mbili na anakuja mapema. Pasta, kwani watu wako wapi? Are we together? Yaani tukishirikiana pamoja hiyo minyaa kwanza pale juu kuteremsha chini. Mpaka wale walikuwa wanasema hatuwezi teremsha, walikuwa naangalia wanasema, "We, hawa hawaguziki." Ni vile wako. When you are united, hata kwako ukichokozwa tukuje. Nakwambia kuna mtu utaheshimiwa kuanzia siku hiyo. Vijana wetu wawe na unity. Vijana wako na unity. Sio unity ya kasichana ati nataka kukau, unaupeleke msichana wapi? Unajiharibu mapema. Utaanza kuharibu mbegu zako huku, ukizaa watoto tazaa watoto hawawezi soma. Uliharibu mbegu za maana. Kirukaruka huko kama mjinga. Have unity. You want your girls to be respected. Niliwaambia hapa mimi naweza enda pale polisini niambie OCS achiria vijana wetu. Kwa sababu gani? Huyo jamaa alikuja kucheza na msichana na nuwa kanisani na hao watoto hao vijana wako pamoja. Unatarajia wasimame hivi waangalie msichana wao akimolestiwa? Hawezi wakasimama namna hiyo OCS. They are standing for their girls. Am I talking? Praise God. Unity. Kushikana pamoja. Mpaka wachana huyo ni wa redeemed. Wachana huyo ni Mkristo. Wachana huyo. Lakini sasa even our youth, you don't have that unity. One of the things that will make things move is unity. Na sio mmoja wa kujumiana, to support one another. Kama unajua fulani is not doing good in mathematics and you are good, msaidie. Praise be to God, you are united and we go far. Hallelujah. Teamwork. Tukisema teamwork ni wewe uchangie na mimi nichangie na mwingine achangie na tufanye kazi nzuri. Vile ni wangapi wanapenda Arsenal? Ni wangapi wanapenda Manchester? Ni wangapi wanapenda michezo ya football? Let me say football lovers. Let me tell you football lovers. Ile kitu mnaonaga pale, it's the outcome of teamwork. Na huyo mwingine. Teamwork. Are we together? Na sisi tukiwa kanisa la teamwork, we shall do things here wonderful. Msichana mmoja aseme ya kwamba pastor, nimepata mtu nataka niolewe, kijana amemlete hapa na nini. Tuko na harusi ya msichana fulani and we start working like teamwork. Wamama mseme excellency, muingie jikoni na mupambe harusi. Wazee wakuje wasimamishe mambo ya wazee. Vijana wetu wakuje watengeneze na wafanye. Na watoto wetu wakuje. We do it teamwork. I'm telling you we shall go far without money. Are we together? Bila msaada wa mtu. Kwa sababu tuko na nini? Teamwork. Care for environment. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupigie Chege makofi. Care for what? For environment. Tumepigia Chege makofi kwa sababu ya huu mti mnaona hapa. Unaona huu mti? Huu mti uko hapa kwa magari. Leo mnapaka magari hapo. Kuna sijui ni mtoto yupi alikuja. Akaanza kukata hiyo mti. Nilikuwa nimetengeneza na hiyo mti ilikuwa imeanza kukua. Lakini tukasema tunatengeneza compound. So wakaja kutengeneza compound wakivyeka kila kitu including the miti. Sasa Chege akamkuta amekata hiyo mti karibu katikati. Chege akamwambia unafanya nini? Hiyo mti wacha kukata. Na Chege akaanza kutunza hiyo mti. Ikawekelewa ya kutiririra, ya kushikilia. Ikaendelea namna hiyo. Today it is a tree. Care for environment. Tunatunza mazingara. Unapokuwa hapo uko na chupa ya soda, uko na chupa ya juice umekuja naye mtoto, uko na crinkles na packet ya crinkles, na ukitoka pale unarushaka kwa mlango hapo, you don't care for the environment. Caring for the environment is taking care of mahali unakaa. You are a clean person. Ukitoa kale kakitu kachupa ya maji, kale kanatolewa hapa, unawekelea kwa meza yako. Ukitoka unaenda unarusha mahali inapaswa kurushwa. Are we together? Siku moja Pastor Lispa alimaliza kukunywa soda tukiwa kwa gari, alafu akatupa chupa nje. Na msichana wake alikuwa kwa gari, akamwambia mam, una bahati, sio mimi naendesha gari. Kama ni mimi ningekuwa nikiendesha gari, ningesimama nirudi reverse mpaka hapo umetupa hiyo chupa. Uichukue, uende ukaitupe mahali inafaa. You must care for the environment. Tupigie Patrick makofi. Tuna Patrick hapa. Tupigie Patrick. Piga makofi sio na wivu. Hallelujah. Patrick yuko wapi? Asimame tumuone. Mpigie Patrick makofi tena. Now I'm telling you, we have somebody in the house of God. Patrick is not only an usher Jumapili kusukuma watu. Hapana. Patrick anakuja katikati ya wiki,
anarokota machupa, anarokota makaratasi, anarudisha pamoja, anachoma, anaenda mpaka kule mwisho kwa compound, anaenda mpaka kule uwanja wa kanisa umepika, anazunguka kwote, anarokota makaratasi, anakuja analete pamoja, anachoma, anamwagia hii miti yote iko nje maji. Mpigieni makofi tena. Caring for the environment. Ndio wakati ambapo harusi ya Mwende, harusi ya kina Mwendesi, wale tuko nao kanisani, itakapofika, kanisa itakuwa imerembeka, iko na maua smart, kanisa linakaa vizuri. Hata watu wakija kutoka Embu, kama vile walikuja kwa ajili ya Ng'ang'a, wanakuja wakiangalia mazingara ni mazuri. Jameni, si tumpigie huyo kijana makofi tena. Caring for environment. When we care for environment here, you care for the environment paka kwenye nyumbani, you care for the environment everywhere. Let me tell you, environment is sweet. When you take care of the environment, you are doing something good. Bwana asifiwe sana. So we as a church, we are a teamwork of caring for the environment. In the next tea planting season, maana itakuja wakati wa kupanda miti, as a church, we shall come here na kila mmoja wetu atapanda mti. Na hiyo mti wako utakuwa unautunza. Hallelujah. Na tutapanda kila mahali, mpaka mahali tutajenga kanisa, tutaka kujua, we make sure the compound is full of trees. Sasa wakati tunataka kujenga, tunakuja tunasema, woi, hii ni hasara kubwa namna gani kung'oa huu mti. Mpaka tunasikia uchungu kuung'oa. Lakini usiku sema tuwafanye hapa hakuna miti. Hakuna miti na uko hapa. Angalia Jeremulise, hakuna miti na uko hapa. Tuna care for the environment. I'm telling you, if we care for this environment now, after a number of years, it will be a very different place. Bwana asifiwe sana. Caring for what? For the environment. So, as a church, we must be, those are our core values. Mambo yale yatatusaidia tuweze kufikia ulimwengu kwa sababu ya Kristo. Are we together? Praise be to God. Wacha nisome mstari moja. Ndio Brighton nasi. Sikae pale bure. Praise God. As I was talking that way, you must believe, let's pray about this. Father, in Jesus' name, help us to do this. Help us, Lord, to allow these things to happen in our lives, so that, Lord, as we do these things, oh God, you shall be glorified. And you shall be seen, and we shall be able to reach out for the world, to reach out to the world for Christ, and your name shall be glorified. This we pray in Jesus' name. Amen. Katika neno la msingi, nilikuwa naongea juu ya the uwezo ulioko wa kuweza kutembea katika kusoma Biblia katika umoja. Amen. The number 5, if you are there from number 1 to number 4, good. Now we go to number 5, Psalms 119, verse 10. When we study the word of God together, kama haya mambo tumejifundisha, in Psalms 119, ukitutolea verse 10, the Bible says, your word. Verse 10, nasema, with my whole heart have I sought thee. Oh, let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Can we have another version? Praise God. Psalms 119, verse number 10. Are we together? Praise God. Can you say a good amen? Hallelujah. Yes. The Bible says that with my whole heart have I sought you. Oh, let me not wander from your commandments. Your word have I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. With my lips I have declared all the judgments of your mouth. Brethren, when we learn to walk with God in his word, it provides comfort. Watu wangapi wanapenda kuwa comfortable? You want to be comfortable. Let me tell you, through the word of God, vile tumesoma pale, itarudi verse 10. Tunasoma ya kwamba what the word of God will do to us. Number 1, the word of God will do what now? Says, I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. Mungu asikuache uende kando na neno la Bwana. God may let you
be in his word and walk in his ways. Praise be to God. It gives you comfort. And then something else it gives you, it corrects you. Wapendwa, kuna watu ambao wana misimamo mikali sana. Misimamo. Na uwezi kumcorrect. Have you seen those kind of people? Hallelujah. Umeshaona watu kama hao? Watu kama hao uwezi ukamrekebisha. Juzi niliwaambia juu ya choo. Tunafikiria juu kutengeneza kwa sababu ya mama zetu wazee na wale ambao wanachoka kwa sababu ya kitu kama hicho. Yaani kuna mwingine alikuja akaniambia hapana pastor, tukifanya namna hiyo haitaenda vizuri. I must be ready to be corrected. Praise God. Now when it comes to the word of God, you must be ready to be corrected. So when the word of God corrects us, it gives us the comfort. It also gives us the direction. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. It also gives you what? The directions. Yesterday, but one. Was it yesterday? Yesterday, but one. I happen to be in Kisumu. Sijui town ya Kisumu vizuri. Maana I only know it nikipita nikienda mahali kwingine. So that day nikawa nimeshuka, ninaongojea basi ya saa 4 ndio niweze kuwa hapa jana asubuhi. Na nikaenda mimi napenda kuuliza njia. So nikaenda nikakutana na jamaa mmoja akaniambia ukicross huu uwanja hiyo hoteli unataka iko ngambo hiyo, Victoria something hotel iko ngambo hiyo. So nikavuka pande hiyo nikakuja nikafika hapo nikaiangalia nikaona hakuna hiyo hoteli, ni bar tu iko hapo. Alafu nikaenda kwa jamaa ya Nduthi. Jamaa ya Nduthi nilikuwa nimeenda na mke wangu yule mwingine. Hallelujah. Bwana asifiwe. You know niko na my brothers waliondokaga. Kwa hivyo sasa waliachwa, ni lazima nikae hapo kama mzee. Hallelujah. Lakini sio mzee uko mbele, hapa tu, hapa karibu na sisi. Bwana asifiwe sana. So tukawa pale. So huyu jamaa wa Nduthi nganga kwa hapa. Nganga yuko. Hayuko. Nilikumbuka nganga nikiwa Kisumu. Huyo jamaa akaniambia itabidi mchukue pikipiki niwapeleke kwa hiyo hoteli. Sasa ule mtu ako ngambo ile ameniambia ukivuka hapa iko tu hapo. Na huyu ananiambia nichukue na Nduthi, nikamwambia sitaki pikipiki, nielekeze kule ninaenda. Nikaona nataka kunipeleka hivyo, nikauliza mwingine yako hapo mbele akaniambia, unaona hii barabara? Unaona pale kuna ile mavuli ukipiga kona hapo iko hapo. Yaani ni kama kutoka hapa mpaka pale kwa ofisi. Ndio jamaa ananiambia nikalie nini? Nduthi anipeleke mpaka kwa ofisi. Sasa ni wangapi washaibeba mahali ukashtuka? Mmoja ni Pastor Lispa. Are we together? Alichukua taksi apelekwe mahali, mtu akakaa kwa taksi na akalipa pesa, mtu wa taksi akambeba kama kutoka kwa hii uwanja hapa mwisho uende mpaka hapa juu nuzunguke hapo. Kaambiwa umefika na akalipa pesa ya taksi kwa sababu ya kukosa kujua direction. The word of God will not allow you to mess yourself. It gives you direction. As a young man, it gives you direction. Unasema ya kwamba mambo ya masomo, the word of God will give you directions. Nimeongea mambo ya familia. Let me tell you my brother, my sister, kwamba hiyo familia yako naona imekaa namna hiyo. Depend on God and God will give you directions. Praise be to God and God will give you. Mwingine ananiambia pastor, unajua mimi nafanya kazi nyumbani kwa watu, I'm just a house girl. Let me tell you, you are on the right track. Hallelujah. You are on the right. As long as you are working, depend on God and God will give you directions and you'll find yourself where you umetamani kwenda. Wacha nikwambie hakuna kazi ambayo kazi yote inakupea pesa fanya. Hata kama ni ya kuzoa mafi. Muradi hauna shida na mafi. Are we together? Bwana apewe sifa. Are we together? Let me tell you a story. Nilikuwa nafanya kazi kwa kiwanda kimoja kilikuwa kinaitwa East Africa, ilikuwa inaitwa Leather Industries of Kenya, Vika. Nilikuwa nafanya kazi kwa miaka yote, nimefanya kazi sana. Mke wangu hajawahi nitembelea kazini. So siku moja kuna kitu alikuwa anataka kununua kwa hiyo kiwanda. So nikamwambia kuna shida, mimi niko na right ya kukuchukua kwa gate, nikupeleka ndani, nikutembeze kwa factory, uweze kuona vile kiwanda inafanya kaya ngozi. So mimi nimezoea. Huko si ndio nashindaga. Wacha nipeleke mke wangu. Wangapi washaingia kiwanda ya ngozi? Ni wangapi wameingia kiwanda ya ngozi? Mnaongeaga juu ya mochari. Mochari inukagi. Huko ndio harufu ziko. So nilipoingia naye kwa factory hivi,
Nikaenda nikamwonyesha, unajua ngozi ikija inaanza hapa. Akaniambia hata sitaki kusikia, mimi nataka kwenda hiyo harufu. Sasa nashindwa, harufu gani? Sisi tunakuliaga hapa. Chai tukikuja tunakulia, chapati tunakuliaga hapo. Hatuna shida, tulishazoea. Praise God. Wacha nikwambie mpendwa, wanaume ni pesa. Bwana apewe sifa. Mwanaume ni nini? Ni pesa. Si kazi, ni pesa. Muradi kazi imepatikana. Coach ni mtu wa gari, akiambiwa asoe takataka yote iko na manga, apakie kwa lori, apeleke Thika. Takataka ile inanuka vile vibaya kabisa, itawekwa juu ya lori. Kitu anataka ni nini? Ni pesa. Wewe mzigo wako vile utafanya naye, hiyo ni shida yako. Lakini nipate nini? Praise God. So what was I trying to say? Ya kwamba the word of God gives you the right direction. Hata kama unafanya kazi gani, the word of God will give you direction. Do it with excellence and God is going to bless you. Direction ya nini? Direction ya kufika kule unatamani kufika. Amen. So kwa sababu ya time, I have to finish because we have talked about other things. Allow me to finish there. Nasema ya kwamba in times of confusion, the word of God will give you direction. In times of suffering, kuna wakati mtu anaingia katika mateso, wakati unateseka kwa jambo fulani, wakati unapitia majaribu, neno la Mungu litakupatia mwelekeo na neno la Mungu litakupatia tumaini. Can I hear an amen? The word of God gives you hope. It also gives you what? Guidance. So when we study the Bible, it helps us apply the scriptures to real life. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, nuangapo unajua being a mother is not easy. Mothers wale mko hapa, you know being a mother is not easy. Can I see hands? Munaona mikono? Okay, wababa wale mko hapa, nuangapo unajua being a father is not easy. It's not easy being a father. Si ni kweli? Haya, wewe ni kijana, young man. Nuangapo nakubaliana mimi wanalika sio rahisi. Being a youth is not easy. Let me tell you brethren, hata kuwa mtoto sio rahisi. Nakwambia kuwa mtoto sio rahisi. Unaona huyu jamaa huyo vile anaenda hivyo, wakati wowote anaweza kuchangiwa na mama yake. Wakati wowote anaweza kusikia ametoka nje ameenda kupigana huko nje. Na hapo tumepitia wote. Kuwa mtoto sio rahisi. Are we together? Kuwa mwanarika sio rahisi. Sio rahisi. There is no easy life. In other words. Amen. But when we study the word of God, it becomes a lamp on our feet. Can we stand on our feet and pray and allow the Sunday school wakuje? Stand on our feet, let's pray. Father, in Jesus' name, we thank you for the learning of the word together. Your word is a lamp to our feet. It gives us direction, it corrects us, it guides us. Even when we are passing through suffering, when we are in a time of not knowing what to do, your word gives us guidance and it also gives us hope. I pray that, Father, you're going to help us to adhere to your word, to embrace your word, to own your word, that we may be like the writer of these Psalms, that you may teach us your ways. There are so many problems in this life. But Father, when we lean on your word, you shall lead us out of this suffering. Thank you because your word is a lamp to our feet. Thank you because you guide and lead us. We honor and praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Karibu sana kiongozi wa ibada. You may have your seat.